Nataka niwaambie sababu gani hii sauti ambayo imetokea. Kwa wale ambao nafikiri mtakuwa mnanifuata sana, takuwa naandika mbingu mpya, nchi mpya. Utanifuata kwenye mitandao yote, utanipata. Utasikia mahubiri mazuri, mahubiri yenye faraja, mahubiri ya kutosha kwenye uko na kukuweka sehemu nyingine, mahubiri yenye atakupatia faraja, mahubiri hata we miaka na yenyewe wanasema duniani miaka 80 miaka 90, unaposikia hii unazaa mtoto wa kiume, mwili wako unakuwa sawa. Jinsi wanasema Naamani, Elisa alipomwambia nenda katika mto Jordani ujichoshe mara 7, mwili wako utarudi kuwa sawa. Na wewe utakaposikia neno la uzima hii, hata we na miaka 80 90, mwili wako utakuwa mwili wa uzima. Na nielewa, ndiyo hii injili ambayo imetokea hii miaka yote. Hakuna anaye neno hili ya uzima. Ni neno lenye faraja. Tunaonesha njia ya kutoka katika kifo. Tunaonesha njia ya kuponya magonjwa. Tunaonesha njia ya kila aina ili upate kuishi vizuri. Tunaonesha faida ya hii ardhi, tunaonesha faida hii mwili wako, faida ya roho. Tunaonesha kwa nini, nani anayetenganisha? Anayetenganisha je, ni Mungu? Anayesababisha mtu anakufa je, ni Mungu? Kwa nini watu wanaombea mtu? Wanapomwombea, wako wanamwombea, wanasema wanakemea pepo ya umauti. Lakini sana kufa wanasema itanaenda kwa Mungu. Mungu gani? Sasa wako wanapingana sasa na Mungu. Unasikia udanganyifu. Wako nakemea pepo le mtu anakatale mweti ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu wa wapi? Mungu wa wapi? Mungu muuaji. Kuna mtoto mmoja alikosa wazazi. Akaenda kanisani, wakamwambia eti shukuru Mungu, wazazi wameenda kwa Mungu. Asema huyo Mungu mimi simpende, aliyeua wazazi wangu, hivi sina pesa za kupanga nyumba, nitatosha hela wapi nilipe nyumba ya watu? Sasa huyo Mungu utasema mimi nitamshukuru kivipi? Nitamshukuru namna gani? Yeye nitamshukuru namna gani huyo Mungu aliyeua wazazi wangu wote? Sio Mungu. Amuaji sio Mungu. Ni aliyetangulia. Ndio maana aliyetangulia alikuwa ni mwivi, mnyang'anyi, muuaji, chinjaji. Ndiye aliyetangulia. Sasa hivi sasa pamekuja sasa yule anayehurumia watoto wake, anayejua usamani wa kuishi, ndiye uzima wa milele. Ndiyo sauti hii inayekuja ili wewe uwe na uzima, tena uzima tele wa amani. Amani. Hii ndo ile wanasema ndoa, mapatano ya kweli. Watu wanasoma vita wa seneti eti parapandi taria. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa na walio hai watabadilishwa. Waliokufa ni vile nafsi zilizokufa, nazo zitafufuliwa katika miili iliyo hai, sio ile miili ilishapotea. Nafsi zetu nazo zisikie uzima, ziokolewe pamoja na mwili wake. Ni vitu viwili ndio vinaingia katika safina. Na maandiko yanasema Nuhu aliingiza vitu viwili, ni roho na mwili. Haviwezi vikatengana. Anayetenganisha ni yeye Ibilisi, Shetani. Ndiye anayetenganisha, anayegawa upande huyu. Mnanielewa? Anayetenganisha. Sisi tunakuja ili tufanye nini? Tuunganishe waliotengana. Kwa mfano Waislamu na Makristo hawaelewani katika mwili, lakini katika ulimwengu wao wako kitu kimoja tu. Sisi wanakutania wapi? Ndani ya kifo. Sasa wanabishana sababu gani? Sababu hawajui. Wanachukiana bure. Ni bure tu. Ni kitu kimoja. Wao wanakutania. Mbona kaburini hawashwani? Hata mfanya kaburi ya Waislamu na kaburi ya Makristo wote, hata mkipenda mchange, wote ni kitu kimoja tu.
wote wanatawaliwa na nini? Na kifo. Ndio kinawatawala, nani alishapita kifo. Ila mimi sasa nakuja kuonyesha ukweli uliopo, injili ya kweli ambayo imetoka katika Afrika, injili ya kuokoa dunia yote. Ndio hii ya kweli, hapana miungu waliotuletea wazungu, sio. Haikuokoa mtu, iliokoa watu. Kila siku ni kilio. Nani iliokoa nani? Haikuokoa mtu awaye yote. Na Mungu awabariki sana.